Pata miaka 8 tukawa tunaishi kwa makaratasi. Hallelujah. Hallelujah. For 8 good years. Kwa miaka 8. And for those of you who have never lived in an IDP camp, na kwa wale wengine wenu ambao bado hamjawahi kuishi katika kambi ya wakimbizi, the condition there is pathetic. Hali pale ni mbaya. Hallelujah. Hallelujah. Utalala and sometimes it rains. Unalala na saa zingine unanyeshewa. Alafu maji inaingia ndani, inaingia kwa nyumba. Sasa unapata umetota. Sasa unapata kwamba umeloa maji. Hakukuwa na vitanda huko. Hakukuwa na vitanda. Unalala tu kwa sakafu. Na unalala tu kwa sakafu. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes you are sleeping. Saa zingine unalala. Huko kwa kambi huko hakuna vioo. Huko kwa kambi huko hakuna vioo. Hakuna vioo kabisa. Hakuna vioo. So sometimes umelala pale kwa karatasi. Saa zingine umelala kwa karatasi. Mtu akilemewa usiku. Anakuja anajisaidia pale karibu na kichwa. Karibu na kichwa chako. Hallelujah. Hallelujah. That is the condition kwa IDP camp. Hiyo ndio hali katika kambi ya wakimbizi. Sometimes umelala. Wakati mwingine umelala. Unasikia mtu anajisaidia kwa mahali umelala kabisa. Unasikia mtu anajisaidia mahali umelala kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Tusalimiane hivi. That is where I stayed for 8 years. Hapo ndio mahali ambapo nilikaa kwa miaka 8. There was no food. Hakukuwa na chakula. Tulikuwa tunategemea Red Cross. Tulikuwa tunategemea shirika la Msalaba Mwekundu. Msaada wa serikali. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa unavaa nguo moja. Ulikuwa unavaa nguo moja. Hiyo ndio nguo ambayo utavaa mpaka iraruke ndio pengine neema ifunguke. Walikuwa tunaletewa saa zingine nguo ambazo zimevaliwa, alafu watu wakapeana kama misaada, alafu unaenda unajishindia na nyingine pana hivi inafika hapa na shati nyingine hivi inafika karibu kwa magoti. Hizo ndio nguo ambazo tulikuwa tunavaa. I don't know whether it is someone from this congregation that I told that sijui kama ni mtu katika kusanyiko hili ambaye nilimwambia ya kwamba when I was sitting for my KCPE exam, wakati nilikuwa nakalia mtihani wangu wa KCPE, siku nilienda prayer day. Siku nilienda katika siku ya maombi. Tunakusanywa watu wa zone, tulikuwa tunaita zones. Ni kama ni location na nini. Tulikuwa tunakusanywa watu kutoka eneo moja. Shule nyingi ambazo ni majirani. Alafu tunaenda kwa kanisa moja ya Katoliki pale ndani, alafu tunaombewa, tunanyunyiziwa maji hivi, tunabarikiwa, tuende tukifanyie mtihani. Hallelujah. Hallelujah. That day, siku hiyo, viatu nilivaa. Niliazimwa na nyanya yangu. Nyanya wa kuzaa mama. Nilivaa viatu vyake. Nikienda kufanyiwa maombi. Na of course uniform nilikuwa nimeazima wenzangu. Na ile sare ya shule nilikuwa nimeomba kutoka kwa wenzangu. Wale walikuwa wako nyuma class 6, class 7. Wale walikuwa nyuma yangu darasa la 7, darasa la 6. Walipatia sare yao ya shule nikaenda nayo. Walinipatia sare zao za shule na nikaenda nayo. Kwa maombi so that I may look decent. Ili kwamba nikawe nadhifu. Hallelujah. Hallelujah. When I sat for my KCSE examination, nilipokalia mtihani wangu wa kitaifa and got the same marks as Joy here. Na kupata alama saiwi ya kama Joy hapa. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. I received a letter from Pwani University. Nilipata barua kutoka chuo kikuu cha Pwani. Nikawa nimeitwa hapa nifanye Bachelor of Commerce. Hallelujah. Hallelujah. Nikiwa bado naishi kwa hema. Marafiki zangu wote hakuna mtu alijua naishi wapi. Rafiki zangu wote walikuwa hawajui naishi wapi. Hata wengine walikuwa niambia, "Tukifunga shule nitakuja nikutembelee." Tukifunga shule nitakuja nikutembelee. Nikawaambia, "Nyinyi kujeni mkifika mahali fulani ulizia Tony." Nikawaambia, "Nyinyi kujeni mkifika mahali fulani ulizia Tony." Kwa market center, lakini singeruhusu mtu ajue nyumbani ni wapi. Kwa hivyo tungekutana tu kwa soko, lakini singetaka wajue nyumbani ni wapi. Maana hali ya nyumbani haikuwa mahali ungeweza kukaribisha mtu yeyote. Maana hali ya nyumbani ilikuwa mbaya, hauwezi kukaribisha mtu yeyote. Hallelujah. Hallelujah. So I have a letter with me.
I've been admitted at Pwani University. Hivyo basi nimeweza kuingizwa katika chuo kikuu cha Pwani. Siwezi nikamuuliza mama karo ya shule kwa sababu yeye ni muhitaji zaidi. Yeye anahitaji zaidi. Haleluya. Haleluya. Na kuna ndugu zangu pia ambao walikuwa wanahitaji wasaidiwe kwenda shule. But one thing, lakini kitu kimoja that happened to me before I completed my secondary education, ambacho kilinifanyikia kabla sijamaliza masomo yangu ya sekondari, that I received the Lord Jesus. Ni kwamba nilimpokea Bwana Yesu. Nilimpokea Bwana Yesu and joined the glorious ministry of the Lord. Na nikaungana na huduma hii ya utukufu ya Bwana. Sasa niko na barua. Lakini sasa shule sijui nitaenda namna gani. Mahali nimewekwa ni Pwani. Haleluya. Haleluya. Wakati huo nauli ya kukuja huku ni shilingi 2,000. Wakati huo nauli ya kuja huku ilikuwa shilingi 2,000. Hata hiyo nauli peke yake sikuwa nayo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. But I prayed. Lakini niliomba. Nikamwambia Bwana, kwa sababu nimeokoka. Natamani niweze kukuona katika hali hii. Haleluya. Haleluya. Then something happened. Alafu kitu kikatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Somebody just appeared. Mtu tu akajitokeza and asked my principal, na kauliza yule mwalimu mkuu katika shule yetu, how many points did the best candidate score in this institution? Yule mwanafunzi bora alipata pointi ngapi katika taasisi hii? Akamwambia alipata 72. Akamwambia alipata 72. Akamwambia now look for him. Akamwambia sasa mtafute na umwambie karo yake yote ya university nimelipa mimi. Mwambie kwamba karo yake yote ya shule nitalipa mimi. Hallelujah. Hallelujah. And that person paid for my school fees from first year to my final year here. Na mtu huyo alinilipia karo za shule kuanzia mwaka wa kwanza hadi mwaka wa kutamatisha masomo. Hallelujah. Hallelujah. Sijasikia mtu akipigia Bwana Yesu makofi mazuri. Then I joined Pwani University. Halafu nikajiunga na chuo kikuu cha Pwani. Hallelujah. Hallelujah. And when I came here, na nilipokuja hapa, I found my father here, the blessed senior deputy archbishop. Nikampata baba yangu hapa, naibu askofu mkuu mwandamizi. Tulikuwa na program tunaita Youth Caucus. Tulikuwa na ile ratiba ambayo tunaita Youth Caucus, ama mkutano wa vijana kila Ijumaa. Every Friday, kila Ijumaa from around 7 p.m. kuanzia saa 1 jioni to around 10:30 kufikia kama saa 4:30 hivi. Hallelujah. Hallelujah. Tulikuwa na mkutano mzuri sana wa mafundisho. And that is how we grew. Na hivyo ndivyo tulivyokuwa. Na Bwana akatusaidia. Na Bwana akatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani namna hii. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wananifuatilia vizuri? Wangapi wananifuatilia vyema? I graduated in 2016. Niliweza kuhitimu mwaka 2016 with a degree in commerce. Nikiwa na ile degree katika commerce. Accounting option. Mnajua kwamba huko nimetoka siwezi rudi, si ndio? Mnajua kwamba penye nimetoka huko siwezi rudi. Mnajua kwamba kule kwenye nimetoka siwezi rudi. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu ya hali ambayo ilikuwa huko. Sasa nikabaki hapa Kilifi. Nikimtumikia Bwana. Hallelujah. Hallelujah. I got an institution here in Kilifi. Nikapata taasisi hapa Kilifi. Nikaanza kufunza kidogo. Hallelujah. Hallelujah. Nikafundisha kidogo. I was promised to be paid 8,000. Nilikuwa nimeahidiwa kulipwa shilingi 8,000. I was telling mommy the other day. Nilikuwa namwambia mama siku ile nyingine. Niliambiwa tu na nikaandikwa kwa karatasi that I will be paid 8,000. Niliambiwa tu na nikaandikiwa kwa karatasi ya kwamba nitalipwa shilingi 8,000. Sikuwahi kupokea hiyo pesa. Nilikuwa napatiwa shilingi 1,000. Nilikuwa napatiwa shilingi 1,000. Naambiwa pesa nyingine inakuja. Hiyo pesa hata haitoshi hata fare peke yake ya kwenda kazini. Hiyo pesa haitoshi hata tu ile nauli ya kwenda kazi. Na nyumba ilikuwa hapo. Na hata sijakula. Hallelujah. Hallelujah. I worked there for around 7 months. Nikafanya kazi pale kwa
karibia miezi 7. Then I approached my father and I told him, nikamfuata baba yangu alafu nikamwambia, hii kazi hata mimi sioni nikiendelea nayo. Hii kazi sioni nikiendelea kwa sababu hainisaidii. Kwa sababu hainisaidii. And mami was reminding me. Na mami alikuwa ananikumbusha. Lakini at least nikusaidia, maana yake ulikuwa unaamka unajua unaenda wapi. Lakini ilikuwa inakusaidia kwa sababu unaamka unajua unaenda wapi. Hallelujah. Hallelujah. I came to learn it was very true. Na nikakuja kujifunza ya kwamba ilikuwa ni kweli. Kwa sababu wakati nilipata kazi nyingine. That recommendation letter was very important. Hiyo barua ambayo niliandikiwa ya kwamba ya kazi ilikuwa muhimu. Hallelujah. Hallelujah. Daddy told me. Baba akaniambia, if that is the situation, kama hiyo ndio hali. Haya, barabara ni Malindi. Barabara ni Malindi. Hallelujah. Hallelujah. Sasa tukaenda Malindi. Tukaenda kumtumikia. At that time the Lord had raised him to be a bishop. Kwa wakati huo Bwana alikuwa amemwinua kuwa askofu. Those days Malindi region ilikuwa inaanza Mazeras. I don't know whether Kaloleni was in Malindi region. Yes, Mazeras, Kaloleni. Nyakati hizo eneo la Malindi lilikuwa imeanzia kuanzia Mazeras ukija Kaloleni. Kote hadi Lamu, Tana River. Kote hadi Lamu, Tana River. Hiyo ilikuwa Malindi region. Hiyo ilikuwa eneo la Malindi. So I went to Malindi. Hivyo nikaenda Malindi. Na tukatumikia Bwana huko. Na tukamtumikia Bwana. Yeah. I was telling Daddy the other day. Nilikuwa namwambia baba siku ile nyingine. That I was barely 24 years if not 25. Ya kwamba nilikuwa takriban miaka 24 au 25 hivi. Hallelujah. Hallelujah. When I went to Malindi to serve the Lord. Wakati nilipokwenda Malindi kumtumikia Bwana. I served the Lord there for about a year. Nilimtumikia Bwana pale yapata ni mwaka mmoja. And during my service in Malindi, na katika utumishi wangu Malindi, sikuwahi hata sumbuka na kutafuta kazi. Sikuwahi na kusumbuka kutafuta kazi. Maana nilipata kuridhika kwingi sana katika kumtumikia Bwana. Maana nilipata kuridhika kwingi sana katika kumtumikia Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Until one day, mpaka siku moja Blessed Senior Deputy Archbishop akaniita. Naibu askofu mkuu mwandamizi akaniita. Akaniambia, wewe kwa sababu usioni ukitafuta kazi. Wewe kwa sababu usioni ukitafuta kazi. Itabidi nikutafutie kazi sasa. Itabidi nikutafutie kazi. Akaniambia tafuta karatasi zako uniletee. Akaniambia nenda unitafute karatasi zako na uniletee. So I went and brought my papers. Hivyo basi nikaenda nikachukua karatasi zangu na nikamletea. And on a Sunday service like this, na katika ibada ya Jumapili kama hii, he called me, akaniita and prayed for me, na akaniombea. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And then about a week later, na yapata wiki moja baadaye, Pastor Naomi, Mchungaji Naomi, ambaye saizi anatumikia Bwana kule Shanzu, ambaye anamtumikia Bwana kule Shanzu sasa hivi, hapa, alikuwa mwenyekiti hapa. He came to him and told him kwamba amepata kazi. Alikuja kwake akamwambia kwamba amepata kazi. Alikuwa amepata kazi ya kufundisha pale Malindi kwa shule fulani ya inaitwa Tawid. Kazi ya kufundisha pale Malindi katika shule fulani. And so he jumped in celebration. Hivyo basi akaruka kwa sherehe. Akasherekea kabisa. Akasema I'm waiting for Tony. Akasema namsubiria Tony. Akuwe manager wa benki hapa Malindi. Hallelujah. Hallelujah. I didn't understand what he meant. Sikuelewa anamaanisha nini. But a few days later, lakini siku chache baadaye, he sent me to a place called Dakacha. Akanituma mahali kunaitwa Dakacha. Huko ndani huko. Because Bishop Moses had lost his mother. Kwa sababu Askofu Moses alikuwa amepoteza mama yake. Na kwa hivyo ilikuwa nikae huko hiyo wiki yote. Nikihubiri jioni na kuonyesha project. Nikihubiri jioni na nikionyesha project. Hakuna kazi nilipenda kama hiyo. Hakuna kazi ambayo nilipenda kama hiyo. Hallelujah. Hallelujah. Sasa nikaenda huko nikahubiri kabisa. Tunaonyesha project ya matendo makubwa ambayo Bwana ameyafanya. Tukawa tunaonyesha project ya ile matendo makuu ambayo Bwana ameyafanya. Kama vile alifanya Menengai hivi majuzi. Hiyo usiku mtu akawa ananipigia sana. Anapiga. But I couldn't receive the call kwa sababu lakini singeweza kupokea simu ile kwa sababu I was the one talking. Nilikuwa mimi ndio naongea. And I was still the same person operating the laptop. Na bado mimi ndio nilikuwa nashughulikia ile kipatakalishi. So after the session, hivyo basi baada ya awamu ile, I called him. Nikamuita. Nikamuuliza. Sorry, you called me lakini nilikuwa kwa huduma. Samahani ulinipigia lakini nilikuwa kwa huduma. Akaniambia
an opportunity somewhere. Nimeona nafasi ya kazi mahali. Na yule mtu ambaye anatakana pale anafanana tu na wewe. Yule mtu ambaye anataka hiyo anatakana pale anafanana na wewe. Then he sent me the link. Alafu akanitumia ile link. And that very night I applied for na the job. Usiku wa huo nikaweza kutuma ombi kwa ajili ya hiyo kazi. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimiane hivi. Salimiane hivi. Hallelujah. Hallelujah. The following day, siku iliyofuata, kesho yake asubuhi nikapokea missed call. Nikapata missed call. Kujaribu kupiga haichukuliwi. Kupiga haichukuliwi. Shortly nikaona email imeingia. Kwa muda mfupi nikaona email imeingia. Nimeitwa interview Nairobi. Nimeitwa kwa mahojiano ya kazi Nairobi. Hallelujah. Hallelujah. So nika screenshot hiyo nikamtumia baba. Hivyo basi nikapata kuipiga picha na nikamtumia baba. Akaniambia nikumbushe Jumapili nitakupatia nauli uende. Akaniambia nikumbushe Jumapili nitakupatia nauli uende. Because the message came on Friday. Kwa sababu ujumbe ulikuja Jumapili. And the interview ilikuwa the following week. Tuesday. Na mahojiano ya kazi ilikuwa wiki ijayo Jumanne. Hallelujah. Hallelujah. So I went to him. Hivyo basi nikaenda kwake on Sunday after the service. Jumapili baada ya ibada. And he gave me the fare. Na akanipatia nauli to Nairobi. Kwenda Nairobi. Hallelujah. Hallelujah. But before that, lakini kabla ya hiyo, kitu sijawaambia ambayo ni muhimu sana. Kitu ambacho sijawaambia ambayo ni muhimu sana. Wakati kabla nitumwe Malindi. Kabla nitumwe Malindi. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alinipatia suti yake. Alinipatia suti yake. Na shati yake. Na shati yake. Na viatu. Na viatu. Akaniambia enda ubiri Injili. Akaniambia enda ubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sikuwa na suti, nimefurahia kuona mnapendeza sana hapa na suti zinapendeza. Kwa sababu sikuwa na suti na nimeona hapa nimefurahia sana kwa sababu nimevaa suti za kupendeza. Suti yake yeye. Mimi nilivaa suti yake yeye. Niko nazo kwa nyumba hadi saa hii. Niko nazo kwa nyumba hadi leo. Na viatu alinipatia niko nazo. Na viatu alinipatia niko navyo. Hallelujah. Hallelujah. Hata hizo shati alinipatia nilisema nitaziweka. Hata hizo shati alinipatia nilisema nitaziweka. Mpaka Masia arudi. Mpaka Masia arudi. Sasa nikavaa suti moja ambayo alikuwa amenibariki nayo na viatu. Nikavaa suti moja na viatu ambayo alikuwa amenipatia. Na nikaenda navyo kwa mahojiano ya kazi. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And from that day on, na kuanzia siku hiyo kuendelea. Hallelujah. Hallelujah. Sijawahi kukaa bila kazi. Sijawahi kukosa kazi. Wananitafuta wenyewe. Wananitafuta wenyewe. Hallelujah. Hallelujah. Wananitafuta wenyewe, wananiambia hapana tunakuhitaji. Hapana tunakuhitaji. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And just recently, na hivi tu majuzi, the Lord has given me an opportunity. Bwana amenipatia nafasi nyingine. To work with the Family Bank. Kufanya kazi na Family Bank. And I was reminding him. Na nilikuwa namkumbusha kwamba ulikuwa umenibariki nikuwe manager wa benki Malindi. Ulikuwa umenibariki nikuwe manager wa benki Malindi. But the position they have offered me, lakini ile nafasi walionipatia ni kubwa zaidi ya branch manager. Ni kubwa zaidi ya branch manager. Because currently now I'm overseeing a national project. Kwa sababu sasa hivi nasimamia mradi wa kitaifa. Nimepatiwa na Family Bank kusimamia mradi wa kitaifa. Nimepatiwa na Family Bank kusimamia mradi wa kitaifa under the Family Group Foundation. Chini ya Family Bank Foundation ambayo ina deal na ku empower the young people and women. Ambayo inahusiana na kutia nguvu wa mama na vijana wadogo. Why have I shared this? Kwa nini nimeshiriki hili? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshiriki hii ili kuweza kumhimiza mtu hapa. Nimeshiriki hili ili kuweza kumhimiza mtu hapa. Kwa sababu wakati mwingine unakuja hapa. Unaona wenzako wanaendelea vizuri huku nje. Unaona wenzako wanaendelea vizuri kule nje. Pengine wanavalia vizuri sana. Pengine wanavalia vizuri sana. Pengine wananukia vizuri. Pengine wananukia vizuri. Wako na nguo za kupendeza. Wako na nguo za kupendeza. Wewe uko pale, pengine umetoka katika familia ambayo inang'ang'ana. Wewe uko pale, pengine umetoka katika familia ambayo inang'ang'ana. Wakati mwingine hamna lunch. Wakati mwingine hauna chakula cha mchana.
comrades saa zingine wanainama hivi alafu lunch inapita, si ndio? Nasikia kwamba comrades saa zingine wainama namna hii alafu lunch inapita. Kwa sababu hakuna chakula. Kwa sababu hakuna chakula. Hakuna pengine mtu unampigia simu nyumbani. Hakuna mtu pengine unaweza kupigia simu nyumbani. Na unahisi kwamba pengine mambo mengi mazuri yanakupita. Na unahisi kwamba mambo mengi mazuri yanakupita. Manake wasichana wenzako wanafadhiliwa na sponsors, kwa sababu wale wadada wenzako wanapata ufadhili kutoka kwa wale wazee. Haleluya. Haleluya. Wengine vijana wadogo wameingia katika ushoga na kwa hivyo wanafadhiliwa. Vijana wengi wameingia katika ushoga na hivyo basi wanafadhiliwa. Haleluya. Haleluya. Wanakaa ni kama wanaishi maisha mazuri. Wanakaa ni kama wanaishi maisha mazuri. Wanakaa ni kama hawang'ang'ani. Wanakaa ni kana kwamba hawang'ang'ani. Wewe unaona pengine unajisumbua bure katika hii safari ya wokovu. Wewe unaona ya kwamba unajisumbua bure katika safari ya wokovu. Haleluya. Haleluya. Nimekuja kuambia katika hali yako ambayo uko. Katika hali yako ambayo uko. Haleluya. Haleluya. Bwana anaona. Bwana anaona. Na Bwana anatarajia uishi katika utakatifu. Na Bwana anatarajia kwamba uishi katika utakatifu. Hata ukikosa. Hata ulale katika nyumba ambayo inavuja. Hata ulale katika nyumba ambayo inavuja. Hata kama watakuita mtu ambaye anavaa nguo moja. Hata kama wanakuita mtu ambaye anavaa nguo moja. Lakini ni takatifu mbele za Bwana. Lakini ni takatifu mbele za Bwana. Haleluya. Haleluya. Siku inakuja atakuvika na utukufu. Siku inakuja atakuvika na utukufu. Hata kuruhusu waibike. Hata kuruhusu waibike. Kwa sababu hata na mimi hakuniruhusu niaibike. Kwa sababu hata mimi hakuruhusu niaibike. Kwa sababu Bwana alitusaidia hiyo IDP camp tulitoka. Kwa sababu Bwana alitusaidia katika ile kambi ya wakimbizi tulitoka. Haleluya. Haleluya. Tulitoka huko. Na sasa familia inakaa mahali pazuri. Sasa hii familia inakaa mahali pazuri. Haleluya. Haleluya. Nilipita siku moja nikaangalia nyumba nilikuwa nikiishi hapa nikiwa mwanafunzi. Nilipita siku moja nikaangalia ile nyumba ambayo nilikuwa naishi kama nikiwa mwanafunzi. Nikasimama karibu dakika 10 nikaiangalia. Nikasimama karibia dakika 10 nikaangalia. Lakini sasa Bwana amenisaidia. Lakini sasa Bwana amenisaidia. Naweza nika-afford hata nikukaa kwa one bedroom. Naweza hata kukaa katika nyumba ya room moja. Haleluya. Haleluya. Na hata nikitaka kukaa kwa two bedroom bado ninaweza. Hata nikikaa katika nyumba ya vyumba viwili naweza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile suti pengine singeivaa wakati nilikuwa mwanafunzi. Ile suti ambayo singeivaa pengine nikiwa mwanafunzi. Sasa hivi ninaweza. Sasa hivi ninaweza. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Petro wa kwanza. Kitabu cha Petro wa kwanza. I will read a scripture or two. Nitasoma andiko au maandiko. And then I will finish. Halafu nitamalizia. 1 Peter chapter 1. Petro wa kwanza mlango wa kwanza. Hallelujah. Hallelujah. 1 Peter chapter 1. Petro wa kwanza mlango wa kwanza. Verses 10. Mstari ule wa 10. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, Biblia inasema that concerning this salvation, kwa habari ya wokovu huu, the prophets who spoke of the grace that was to come to you, wale manabii waliosema kuhusu neema ambayo ingewajia ninyi, searched intently, walitafuta kwa bidii and with the greatest care, na kwa uangalifu mkubwa, trying to find out, wakijaribu kujua the time and circumstances, ni wakati upi na katika mazingira gani, to which the Spirit of Christ in them was pointing, ambayo Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao alionyesha when he predicted the suffering of the Messiah, alipotabiri kuhusu mateso ya Kristo and the glories that would follow, na utukufu ule ambao ungefuata. Hallelujah. Hallelujah. It was revealed to them, walidhihirishiwa kwamba that they were not serving themselves, walikuwa hawajihudumii wao wenyewe bali waliwahudumia ninyi. When they spoke of the things that have now been told you, waliponena kuhusu mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu, by those who have preached the gospel to you, na wale waliohubiria ninyi injili by the Spirit sent from heaven, kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Even the angels long to look into these things. Hata malaika wanatamani kuyafahamu mambo haya.
Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani namna hii. Tusalimiane hewani namna hii. He is saying, anasema that concerning this salvation, ya kwamba kuhusiana na wokovu huu, concerning this salvation, kuhusiana na wokovu huu, concerning this grace that has been revealed to us, kuhusiana na neema hii iliyofunuliwa kwetu. Hallelujah. Hallelujah. The prophets of old, ya kwamba wale manabii wa kale desired, walikuwa wametamani, they longed to see, walitamani kuona. Hallelujah. Hallelujah. They longed to be beneficiaries of this grace. Walitamani kuwa wafaidi wa neema hii. They desire to be the partakers of this latter visitation. Walitamani kuwa washiriki wa mtembeleo wa nyakati za mwisho. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. That the prophets of old, ya kwamba manabii wa kale, hallelujah, hallelujah, prophet Isaiah and Jeremiah, nabii Isaya na nabii Yeremia, prophet Ezekiel and prophet Malachi, nabii Ezekieli na nabii Malaki, they long to be partakers of this latter visitation. Walitamani kushiriki katika mtembeleo huu wa nyakati za mwisho. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu waliangalia university kama Pwani University. Kwa sababu waliangalia vyuo vikuu kama chuo kikuu cha Pwani, young men, na kuona vijana wadogo, and young women, na wadada wachanga, waking up in the morning, wakiamka kila asubuhi, wakiingia pale S2, wakiingia pale S2, wakiomba asubuhi na mapema, wakiomba asubuhi na mapema, in institution where abortion is rampant, katika taasisi ambayo uavyaji mimba umezidi mno, where sexual immorality is rampant, mali ambapo usherati umezidi mno, where young men, mali ambapo vijana wadogo wanalala kwa pombe, wanalala katika ulevi. Hallelujah. Hallelujah. Na bangi, na sigara, na madawa ya kulevya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Young women, wadada wachanga, in an institution like Pwani University, katika taasisi kama chuo kikuu cha Pwani, on a Friday, Ijumaa, wanavaa nguo fupi fupi na matiti wazi, na wakiwa wamewacha matiti wazi. Alafu pale nje ya Pwani University, kuna Mercedes inakuja inasimama, kuna gari aina ya Mercedes inakuja inasimama, inawachukua na wanaenda. Alafu Monday, Jumatatu, wanadropiwa pale, wanashukishwa pale, na bags zimejaa shopping, na bagi ambayo zimejaa bidhaa tofauti, imejaa siagi na mkate na kila kitu, imejaa siagi, mkate na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Lakini Isaya anaona kwamba wakati mambo hayo yanaendelea, kuna binti mmoja amechagua kufunga kitambaa kwa kichwa, na kuvaa nguo ndefu, na kusema mimi sitaishi kwa hiyo one bedroom, sitaishi katika hiyo nyumba ya chumba kimoja ambayo nimelipiwa na sponsor, ambayo nimelipiwa na mfadhili, alafu hatima yake ni jehanamu. Hallelujah. Hallelujah. Sasa Isaya anaangalia, Isaya anatazama na anashangaa kwamba ni nini imesababisha mtu huyu, ya kwamba ni nini ambacho kimesababisha mtu huyu ameacha kuishi kwa two bedroom, ameacha kuishi katika nyumba ya vyumba viwili kule katika Green Estate, na amechagua kuishi kwa nyumba ya makuti, katika nyumba ya makuti, ambayo hata jioni hakuna sapa, ambayo hata jioni hakuna chakula cha jioni. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Akasema hiyo neema hiyo ya wokovu, hata mimi natamani kuishiriki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ya kwamba kijana mdogo hapa Pwani University, hapa chuo kikuu cha Pwani, ambapo vijana wanavaa nguo fupi hivi, na kofia zimeangalia nyuma, wamezama katika bangi na usherati na uchafu. Hallelujah. Hallelujah. Lakini mmoja hapana, amesema mimi sitavaa hivyo, hiyo shati kubwa imeandikwa 5 cents, sitavaa hiyo shati kubwa imeandikwa 5 cents. Amevaa suti kwa hii jua kali ya Kilifi, katika hili jua kali la Kilifi, na unampata pale Charo Amae akihubiri injili ya umilele. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema hata malaika mbinguni, ati wakasema hata na sisi pia tunatamani kuwa washirika wa hiyo nguvu, kwamba kijana mdogo hivi, anaambia wamama rika ya mama yake,
rika ya mama yake. Wacheni kutembea matiti wazi. Wacheni kutembea matiti wazi. Biblia inasema malaika wakajiuliza, hiyo ujasiri ametoa wapi? Huo ujasiri ameutoa wapi? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hivi. Haleluya. Haleluya. Ati wakatamani kuishi majira ambayo tunaishi. Majira ambayo kizazi fulani kimeamua kujitenga na kuishi kinyume na utaratibu wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kizazi ambacho kinasema afadhali nilale kwa sakafu chini kuliko nilale kwa high density, kuliko nilale kwa ile godoro la high density nimepatiwa na sponsor, ambalo nimepatiwa na mfadhili. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kizazi ambacho kimesema hata kama nitaomba tu simu nipigie mama nyumbani, ni sawa. Lakini sitakubali kununuliwa iPhone na mtu ambaye ataniongoza katika usherati. Kwa sababu hatima yake jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema watu ambao wanafanya uamuzi kama huo, watu ambao wanafanya uamuzi wa aina hiyo katika kizazi hiki, manabii wa kale na malaika ambao wanaishi mbinguni milele, wako uweponi mwa Bwana siku zote. Hao pia walitamani kushiriki na wakataka kuona ni nguvu gani ambazo ziko katika hiyo neema, ni nguvu gani zilizoko katika neema hiyo, ambaye binti ambaye amekuwa katika usherati na uovu, anapokutana na hiyo neema, anapokutana na hiyo wokovu, kesho yake unampata amesimama hapa, ameinua mikono namna hii, alafu akimwabudu Bwana, unalia machozi yako yote inaisha, makamasi inaisha kwa kichwa, imechanganyika na jasho na maji. Unashindwa kutofautisha gani ni gani. Anasema hiyo nguvu ambayo inaokoa mtu sampuli hiyo, anasema hiyo nguvu ambayo inaokoa mtu wa aina hiyo, hata mimi natamani kuwa mshirika wake. Mshiriki wake. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nimekuja kuambia ya kwamba hiki ambacho mmepewa, hiki ambacho mko nacho ni cha dhamana mno, ambayo hata malaika wanatamani kushiriki. But when I read my Bible, lakini naposoma Biblia yangu, haleluya, haleluya, I got something very strange. Nilipata kitu ambacho si cha kawaida. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I read from the book of Matthew. Nitasoma katika kitabu cha Mathayo. Matthew chapter 7. Mathayo mlango wa 7. Haleluya. Haleluya. Matthew 7. Mathayo mlango wa 7. Matthew 7. Mathayo mlango wa 7. Verse 6. Mstari wa 6. The Bible says. Biblia inasema. Haleluya. Haleluya. Matthew 7. Mathayo mlango wa 7. Mathayo mlango wa 7. Verse 6, the Bible says. Mstari wa 6, Biblia inasema. Do not give dogs what is sacred. Msiwape mbwa vitu vilivyo vitakatifu. Do not throw your pearls to pigs. Wala msitupie nguruwe lulu zenu. If you do, kama mkifanya hivyo, they may trample them under their feet. Watazikanyaga na kisha watawageukia and tear you to pieces. Na kisha watawageukia na kuwararua vipande. Hallelujah. Hallelujah. Tusalimiane hivi. Again I will say, tena nitasema, what you have received, kile mlichokipokea, is so precious, ni cha thamani mno, it is so invaluable, ya kwamba haiwezi kulinganishwa na kitu chochote kile, ya kwamba malaika wanatamani that they too may receive, ya kwamba wao pia wapokee. Hallelujah. Hallelujah. But here he says, lakini hapa anasema, do not give dogs what is sacred, usipatie mbwa kile ambacho ni cha thamani, or throw your pearls to pigs,
au urushie nguruwe lulu. Haleluya. Haleluya. Anasema usichukue kitu ambacho ni cha dhamana sana. Usichukue kitu ambacho ni cha thamani sana na utupie mbwa. Utupie mbwa. Elsewhere he says, kwingine anasema that a dog returns back to its vomit. Ya kwamba mbwa hula matapishi yake. Haleluya. Haleluya. Ya kwamba wewe ambaye umekuwa mshirika wa uvuvio huu, ya kwamba wewe ambaye umekuwa mshiriki wa uvuvio huu, ambao unatamanika na manabii wa kale, ambao unatamanika na manabii wa kale, uvuvio ambao unatamanika hata na malaika, uvuvio ambao unatamanika hata na malaika, iwapo utarudi katika dhambi, iwapo utarudi katika dhambi, iwapo utatamani kurudi tena katika usherati, iwapo utatamani kurudi kule ambapo ulitoka, kurudi kule ulikotoka, Bwana anakufananisha na kitu cha dhamana kama lulu, kitu cha thamani kama lulu ambayo imepatiwa nguruwe, ambayo imepewa kwa nguruwe, ambaye haelewi udhamana wake, ambaye haelewi thamani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ukichukua lulu na upatie nguruwe, ukichukua lulu upeane kwa nguruwe, kwa sababu hajui faida yake ni nini, ataichukua na ataingiza kwa matope na uchafu na kuiharibu. Ataichukua aingize kwa matope na kuiharibu. Haleluya. Haleluya. Anasema hata mbwa ukimpatia kitu cha dhamana, Haleluya. Haleluya. Ataitumia vibaya, manake hajui udhamana wake ni gani. Atatumia vibaya kwa sababu hajui thamani yake ni nini. And so the Lord is saying, na hivyo Bwana anasema what he has given you is very precious. Ya kwamba kile alichokupatia ni cha thamani. It is so expensive. Ya kwamba ni ghali mno. Because Jesus paid for it. Ya kwamba Yesu alilipia with his own life. Kwa maisha yake mwenyewe. With his own blood. Kwa damu yake mwenyewe. And he's saying, na anasema when you go back to sin, unaporudi kwa dhambi, when you go back to the things you used to do before you got born again, ukirudi kwa yale mambo ambayo ulikuwa unayafanya kabla uokoke. Haleluya. Haleluya. Unafananishwa na nguruwe ambaye amepatiwa lulu. Proverbs chapter 22, Methali 22, Proverbs 11, Methali 11 verses 22, mstari wa 22. Proverbs 11, Methali 11, Proverbs 11, Methali 11 verses 22, the Bible says, mstari wa 22, Biblia inasema, like a gold ring in a pig's knot, kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, is a beautiful woman who shows no discretion. Ndivyo alivyo mwanamke mzuri ambaye hana busara. Hallelujah. Hallelujah. Like a gold ring in a pig's knot, kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, is a beautiful woman who shows no discretion. Ndivyo alivyo mwanamke mzuri ambaye hana busara. Hallelujah. Hallelujah. Mimi na wewe ni biharusi wa Kristo. Mimi na wewe ni biharusi wa Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Wakati Kristo alienda msalabani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote tuliweza kuchumbiwa kwake. Sisi wote tuliweza kuelekezwa kwake. Na hivi karibuni kunaenda kuwa na harusi kati ya Kristo na kanisa. Lakini Biblia inasema yule biharusi ambaye hana busara, ambaye atakosa kuelewa wokovu ambao amepewa, wokovu aliopewa, dhamana ya wokovu ambaye ako nayo, thamani ya wokovu alionayo, thamani ya wokovu ambaye ako nayo, thamani ya wokovu alionayo, ambaye malaika wanatamani, na hata manabii wa kale wanatamani sana, wao pia wangeshiriki. Anasema biharusi ambaye atakosa kufahamu, atakosa busara ya kuelewa ile udhamana ya wokovu ambaye ako nayo, atakosa kuelewa thamani ya wokovu ule alionao. Haleluya. Haleluya. Amefananishwa na pete ya dhahabu ya kupendeza, ambaye imewekwa kwa mapua ya nguruwe, Ataenda tu nayo katika uchafu, na kuingiza kwa pipa huko kwa takataka, na kuichafua, hata mkose kujua rangi yake ilikuwa rangi gani, hata ukose kujua rangi yake ilikuwa gani. Anasema hivyo ndivyo ambavyo biharusi wa Kristo, ambaye atakosa
busara ya kuelewa udhamana ya wokovu ambaye ako nayo, ambaye atakosa kuelewa udhamana wa wokovu alionao, amefananishwa. Haleluya, haleluya. Lakini maombi yangu asubuhi ya leo ni kwamba, sote ambao tuko hapa tutaelewa kwamba hii ambayo tumepata, wokovu ambao umefunuliwa kwetu, ni dhamana sana, ni wa thamani sana. Haleluya, haleluya. I will give you some 2 more scriptures you will read later. Nitawapatia maandiko mawili mtajisomea baadaye. That is in the book of Matthew 13. Na hiyo ni katika kitabu cha Mathayo 13. Matthew 13, Mathayo 13:44 and Matthew 13:46. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And there the Bible says, na pale Biblia inasema that the kingdom of God, ya kwamba ufalme wa Mungu, is like a treasure hidden in the field. Ni kama ile hazina iliyofichwa katika shamba. Hallelujah. Hallelujah. That when a man found it, ya kwamba mtu alipokwenda na kuipata, he went and sold everything he had. Alienda kauza kila kitu alichokuwa nacho. And came and bought the whole field. Na akaja akanunua uwanja wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza mara tena. Wacha tuchunge hii wokovu ambayo tumepata. Wacha tuchunge huu wokovu ambao tumepata. Tukiheshimu hii wokovu. Tukiheshimu huu wokovu. Tukiheshimu hii neema ambayo imefunuliwa kwetu. Tukiheshimu hii neema ambayo imefunuliwa kwetu. Ambayo hata malaika wameitamani. Wabariki sana. Bwana wabariki. Bwana watende mema. Bwana watende mema. Karibu sana our blessed dad, blessed senior deputy archbishop. Karibu sana naibu askofu mkuu. Karibu sana mami. Karibu sana mama. Katika jina la Yesu. Katika jina kuu la Yesu. Bless you so much. Bwana wabariki sana. Stand on our feet. Tunaposimama katika miguu yetu. To worship the Lord. Kumwabudu Bwana.